Wangapi ambaye leo wamekaa katika toaa, wanamwabudu Mola wao, wanafanya ibada mbalimbali, anaamiliana na watu vizuri. Kwa nini anayafanya yote haya? Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu hajamtajirisha bado. Siku atashika milioni moja kwenye mkono wake hivi, ndo Uislamu itakuishia hapo. Msikitini hutomuona tena, mambo ya harakati aliyokuwa nayo ya mambo ya dini itakuishia hapo. Msikiti yenyewe atakuwa anakuja Ijumaa mpaka Ijumaa, wengine hata Ijumaa yenyewe haji, anakuja mpaka Idi uwanjani. Na wengine watakuwa wanakuja msikitini kwa sababu kuna mtu ambaye yeye anamdai, na huyu mtu hapatikani isipokuwa anapatikana msikitini. Wallahi, wangapi ambao wamekaa katika taa. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu hajaoa au mwanamke hajaolewa. Siku atakuja kuoa, mapenzi yatamzidi kiasi ambacho ule mwanamke atakachomwambia atafata, hata kama inamuudhi Mola wake. Msimamo wote itaisha. Kuna baadhi ya wanawake tumewahi kuyaona haya, anamwambia mume wake, wewe nini unaswali swali msikitini wewe? Hao wanaoswali swali msikitini hawa ni watu wenye madhambi makubwa. Wengine wameua, wengine wameiba, wamefanya mambo haya. Wewe una madhambi gani jamani? Wewe swali nyumbani tu. Anamwambia mume wake, wewe bwana unaikeeka ndevu, unaonekana mzee wewe. Unavaa kanzu kitu gani? Vaa suruali na shati bwana. Hii kanzu ni ya watu ambayo wameshapitwa na wakati. Mume mwenyewe ni zege tu. Unajua maana ya zege? Zege maana yake ni mchanganyiko wa changarawe na kokoto na simiti. Anafata tu. Mwanamume naye anamwambia mke wake, wallahi mambo haya yanatendeka katika jamii zetu Waislamu. Anaolewa tu, mume wake anamwambia, sikiza bwana, kuanzia leo sitaki kuona unavaa mambo ya hijabu na majilbabu haya, hizi manguo za wazee. Nataka nikitembea na wewe barabarani watu wajue nimeoa kiumbe. Mwanamke maskini anawacha kwa sababu anataka kumridhisha Mola wake, wala anataka kumridhisha mume wake, wala hamjali Mwenyezi Mungu.